Sebelum mzengua sana mwanangu usitamani mzengua sana foleni mwanangu unajua tena njia zenyewe mbaya mbaya hapa zamani ndugu yangu yani kwa samani mwanangu bana najua nimeshawasha najua umekasirika sema muda wako bana basi tuondoke basi fresh chozi la ndoa, maumivu moyoni, nimebeba kimya. Tulianza kwa ndoto na ahadi za milele, mikono pamoja tukiahidi tusitengane, lakini safari ya mapenzi ina misalaba, na kila furaha huja na majaribu yake baba. Vipi brother? Kama kawaida. Na nimekutana na bonge la demo hapo chini. Wapi? Hapo chini hapo. Asa na mademo wapi na wapi mwanangu? Mwanangu ule ndio ugonjwa wangu mimi. Tafuteni hela, mnakaa mademu, tafuta hela kijana. Uchawi hela. Ukiwa na hela mwanamke yote unayemtaka unampata. Je, mpenzi wangu jamani, nimekumiss. Ngoja nimpigie jamani. Kama tembe sina jamani. Basi. Wewe kaendeleza mkuja zangu. Usimsikilize sana huyu. Maana anaweza kupoteza hela zake zenyewe hazieleweki. Sasa shida unajua issue nini? Niwe mnapambana mradi eti wewe sijui kabebe zake sijui kafanya nini. Wazee wanaona vijana sasa hivi hakuna hela za amani. Pambana yani hakikisha hela yote unayo inaandia hata kiwezekana hata kuloga. Siona bosi hawa na hela zao. Wenye hela za halali ni wachache. Hakuna mwenye hela ya halali. Sasa mwanangu mimi wewe sasa hivi una umri unazidi kwenda. Kesho tu miaka 40. Huko hivi hela huna. Mimi brother unanishaurije hivi? Tafuta hela wewe, kaza, ikiwezekana pita sehemu yoyote. Ongea na watu wenye michongo. Tafuteni hela. Nitajitahidi niangalie kama nitaweza, lakini mwanangu mimi hata nikipata hela mimi siwezi nikaacha demu. Inaonekana wewe mzee wa mademu sana. Mimi mademu nawapenda sana. Na huyu anakurubuni mwanangu. Tafuta hela kwa amani. Kwa mwanangu siku zote hela za nani za mashindano sijui za nini. Wewe una miaka mingapi sasa hivi? 2. Na miaka miwili. Wewe una miaka miwili. Bila kuelekezwa hata masiara. Tafuta hela kijana. Hela ninazo babu. Wewe una shilingi ngapi sasa hivi? Nyumbani na 50. Yao unaongea 50. Unaziona zile frame za zile frame ndio wote nazinunua. Zile wote zichukue. Kuna mtu anaziuza pale. Ndio wote nazinunua. Zile wote zichukue. Mimi nawaelekeza sasa madogo zangu, tafuteni hela, mchawi hela. Vipi, mbona pole sivyo? Mama anakuita. Mama ananiita, kuna tatizo? Mtoto anaumwa. Anaumwa? He. Basi kwa hebu tuondoke. Twende. Hapo akamwangalia sio ndo. Poa. Usimsikilize sana huyu. Huyu mzee wa mademu ni mwenyewe huyu.
hujifunza kabla ya kupoteza. Halo. Safi. Nipo hapa barabarani nasubiri pikipiki niende kazini. Sasa hapa tulipo sisi, mtoto wako anaumwa, tupo hospitali na hatuna hata shilingi 100, na wanadai matibabu yake ni gharama kubwa kwa sababu amezidiwa sana. Hivyo tunaomba ufike haraka sana sana. Ya, tulienda kuangalia, nilienda na Mr. Marundo pale kuangalia zile frame. Ziko vizuri, ndio ziko vizuri, sema wewe ndio umebaki peke yako. Sasa itabidi hapo utoe siku uende kaangalia hapo then tukapige hela mwanangu. Unajua familia. Hiyo kazi bwana, kazi rahisi tu mwanangu. Pressure haina no mwanangu. Wewe fanya hivyo kwa kazi cheki hapo then ngoja. Sisi kwanza ni mtafute huyo. Kwa hiyo mwanaume ndio umeamua kunifanyia yote haya? Umeniachisha shule, umeharibu ndoto zangu. Leo nakwambia mtoto anaumwa, hata ujali. Mtoto amezidiwa. Au ni hapo mtoe kafara? Hapana, sio hivyo. Naomba punguza tu jaziba kidogo tuweze kuelewana na usinifikirie. Sema kama umeamua kutajirika kwa sababu ya huyo mtoto. Sema, najuta kuzaa na wewe. Tesi nimekuona. Mbona piga simu zangu pokei? Simu zako sizioni. Mimi sasa yani napiga simu pokei nini yani basi labda. Hapo unajua unazingua siku ile kwa nini nifutie kazi chini ya kitanda? Na yule alikuwa nani? Yule alikuwa kakaangu. Kaka usiku? Na anafika alikuwa kama nyumbani kwake? Hapana kipenzi, sio hivyo. Unajua kakaangu huwa ananichunga sana. Na ningeruhusu akuone, ingekuwa hatari zaidi, ndio maana nilikuficha uvunguni wa kitanda. Usinielewe vibaya. Kwa kaka anaje usiku kugongea kweli? Kuhusu kunigongea ndo kawaida yake. Yaani akilewa lazima apite kwangu. Akujaje usiku nyumbani kwa mtoto wa kike pale? Alafu amelewa. Sasa jamani, yule mwanaume ndo anawafia kweli? Yule ni kakaangu. Yaani alienda nyumbani kwake. Au labda ni yako unataka niuawe mimi? Kama kuna kitu wewe niambie ukweli. Sasa akuone vipi? Kama kuna kitu nyuma kazi niambie ili nijue. Unaona? Sio kunificha chini ya kitanda. Siwezi kukuficha chochote, ile ni kakaangu kweli. Okay. Kwambie kitu. Siku zote mimba waka haijifichi. Tajua tu ukweli. Wewe naye na hiyo misemo. Wewe bana, mimi nifika hapa nitaongea baadaye. Chozi la ndoa, maumivu moyoni, nimebeba kimya, usiku haunishi. Nakumbuka wengine hujifunza kabla ya kupoteza. Shogile. Safi tu. Mbona hea? Wapi Shogile? Siko sawa, niko na wewe hospitali. Unaumwa ama? Hapana, ila mwanangu ndo anaumwa. Ndo nipita hata bila salamu, shoga yangu, vipi? Hapana, tunaleta na wewe hospitali. Basi sawa, wewe nenda. Ukisharudi tutawasiliana. Maana hapa uko nyumbani nimeacha mambo kibao sijamaliza. Nikusindikiza. Ajiza. Hata sijali shoga yangu. Nenda ukirudi tutawasiliana. Sawa. Poa, kwa heri. Salimia. Usitau kunipigia.
Ade. Hello bro. Jamani. Kumbe bro. Nasikia mziki mnene. Kama kawaida tunajua tena nyumbani tukiwa kama hivi. Tunapambana. Kawaida. Unajua tena maisha haya. Amani ipo. Amani ipo. Nipange. Maana hapa na haraka hatari. Nimeongea na Mr. Joe. Yeye ameelekea mkoani. Kakupanga nini? Ameniambia kuhusu jambo lile pale kuhusu ile frame. Ameniambia kuna mtu ambaye wewe umeongea naye. Kwa hiyo nikaona nifike hapa ili nijue mwafaka jimefikia wapi ili tuzungumze zaidi kama labda mtu yupo ambaye nimwambia. Kama mtu yupo basi twende. Sema kweli mteja yupo. Na kama frame zipo yupo kweli na mtu mwenyewe anaonekana ana hela kiufupi yani. Kwa mida hii atakuwa kazi. Hawezi kuzungumza na simu. Tuangalie baadaye jioni mimi nitamcheki. Tutaongea na mimi nitakujulisha, tutawasiliana, tutaenda kuangalia. Basi itakuwa jambo jema sana. Maana hapa nilipo kuwa na amani. Yaani naamia hitaji sana. Kawaida hizi si hela za kula tu jamani. Jambo jema sana. Kwa hiyo tutapangana. Jioni hivi mimi na saa 10 hivi tutawasiliana. Kiufupi uwe hewani ndugu yangu. Kwa hiyo mida ya saa 10 hiyo niliyokuambia atakuwa hewani. Atakuwa ameshatoka kazini. Nitakucheki tutaenda kuangalia hii mradi tu simu yako iwe hewani. Basi haina noma. Haina shida viongozi, tutawasiliana baadaye. Hamna shemeji ndani? Wewe shemeji atoke wapi babu? Basi haina noma. Haina shida. Basi siku njema. Haina shida, tutawasiliana kama kawaida. Haya. Halo? Salama za leo? Nzuri tu, sije za kwako. Uko wapi? Nipo mtaani. Sasa naisa huko mbaya sana dukani kwangu. Njoo hapa dukani kwangu hapa. Nataka uje unichukue kwa sehemu nataka unipeleke. Sawa, haina shida kaka, si nitakukuta hapo dukani kwako. Hapa dukani kwangu. Poa, haina noma kaka. Niko hapa nje chapu na kusubiri hapa. Haya. Kaka vipi? Safi za leo bwana. Nzuri, vipi gani? Safi, unaendeleaje? Safi tu. Ete. Uliona simu yako ilinishtua kidogo. Sasa nimekuita hapa. Kulikuwa kuna sehemu nataka unipeleke baadaye. Kuna biashara fulani nataka nikaifanye. Kwa hiyo nataka unipeleke ila sijui utanisubiri au utaondoka. Tutaangalia huko tutakapofika kule. Kama unisubiri au utaondoka ila baadaye utakuja unifuate, nitakupigia simu baadaye. Vyovyote tu. Sio mbali sana. Sema tutawasiliana baadaye, nitakucheki nikishafunga hapa. Nitakuja nichukue hapo mpeleke. Tuna biashara ndani nikaifanya. Hamna shida, chombo ipo maskani yako. Mimi nitaenda kuchukua na kulinaje kupeleka. Poa, baadaye basi sasa. Poa. Baridi. Usiku ukifika ukimya huongea zaidi, moyo ukiumia hakuna dawa ya haraka kweli. Yaani hapo unaelewa. Sasa hapa tunajaribu kujadiliana sisi tunafanya nini? Ndio. Unasema shilingi ngapi? Hapa bosi wetu kama ulipoona mjengo safi milioni 50. Sikia sasa. Mimi hapa 35. Unaona hiyo haina mbambamba kabisa. Bosi hapo utakuwa umeua kabisa. Keshi ndugu yangu sio mbambamba. Mimi mwenyewe siko mbaya sana. Lakini kulingana na mazingira tu mimi mwenyewe hapa siko vizuri kwa sasa hivi. Kwa hiyo nataka niwape hiyo 35 kwa siku nataka niwatangulizie. Pia tena bosi wetu, nakwambia ukweli, hautaweza kujutia
Yaani ni vyumba vimekaa vizuri kabisa yani. Na sehemu hapa ina biashara hatari. Watu ambao walikuwa nakaa hapa naambia sio poa. Basi bwana watumie kwenye simu yako sinapokea hapo. Inapokea bila shaka. Yaani inapokea hata milioni 100. Yaani iko fresh boss wetu. Pesa. Maisha bila pesa jamani. Hindi. Poa boss wetu. Wakija kuweka na yangu hapa. Singekuwa na haraka hapa kulikuwa na ofa ya maji. Vile boss wetu na haraka kwa hiyo na malipo tayari hapo. Na kutolea na nimetuma. Kama nimeiona hapa. Sasa kibosi tu yani. Aha. Hebu kidogo. Ha? Ndio nini? Unaona bosi? Siona mwanao. Bosi. Unaona na wakati nimekutumia hii hapa kabisa. Haijafika, umekosea namba. Sasa nimekosea babu, wewe unakuwa makini kutaja namba sasa. Namba si ndio hiyo hiyo. Kwa jina imeandikwa. Hebu taja tena. Maana unatuzengua. 07. 88. 34. 70. 32. Aha. Utaiona sasa. Maana unatuchelewesha. Sisi tunataka tukapige vyombo hapa sasa hivi. Sawa. Nimeiona. Hapo si umeiona? Nashukuru. Hapo haina shida. Haina shida kijana wangu. Sawa. Sasa unaona bitu wetu. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati. Nani huyo? Baba, ukisikia Mungu kamjibu mja wake, ndio sasa hivi Mungu katukumbuka. Bila shaka. Na kuambia live bila chenga. Mungu anajibu bana. Ndio waifu. Vipi za huko? Mimi niko poa, za wewe? Mimi niko fresh kabisa, waifu wangu bana. Nimekumisi bana. Amna simu sasa hivi na nini yani? Nipo kwa chifu hapa, kwa rafiki yangu yule ambaye kwenye kazi niko naye. Fanya hivi. Basi njoo basi hapa kwa chifu hapa kwa rafiki yangu hapa, kwanza nikwambie kitu fulani hapa. Mchango wa maana upo wa kwenda, wewe njoo. Njoo basi waifu wangu bana, njoo uone mambo matamu yako hapa, njoo. Wewe njoo bana. I love you. Okay. Sawa. Bana. Naongea na wife, umetoka kwa wife material. Naongea na mama ambaye ameshika moyo wangu, mtima wangu. Nzima. Vipi ndo shemeji ni? Shemeji. Wewe lakini. Kuna kitu nataka nikuongee ila tukakaa pale pembeni. Sawa, niambie. Sawa. Shem, tunakuja afu atarudi basi. Poa, haina mambo ndugu yangu.
Kwani vipi? Acha tu kilitokea kwa nyumbani acha. Nini tena? Nyumba kaja kachuka sema, yani nilienda dukani kununua mboga. Ya kurudi nikakuta kashafunga na ameweka maelekezo pale tusiingie pale, yani tumefukuzwa kwa sababu alikuwa anatudai kodi ya miezi 6. Kwa amefunga na vitu, amekataza tusitoke, yani amekataa na vitu vyetu. Chozi la ndoa, maumivu moyoni, nimebeba kimya, usiku hauniishi. Nakumbuka zamani, kila ahadi